Praise the Lord, church. Amen. Let me see you greet me in the air. Hallelujah. Amen. I want to praise the Lord this day. Napenda kumsifu Mungu siku ya leo. I know I've been here several times in the past. Nimekuwa hapa mara kwa mara tangia siku zilizopita. I don't know where pastor's wife, you can stand up and wave on behalf of pastor. Mke wa mchungaji utasimama utupungie mkono kwa niaba ya mchungaji. Thank you so much. Asante sana. I remember it is was it in the 90s? Nakumbuka ni miaka ya 90. Yeah, 90s to early 2000s. Miaka ya 90 hadi 2000 hivi miaka ya kwanza. When I was brought here as a very young pastor's wife. Nililetwa hapa kama mke wa mchungaji ambaye alikuwa mchanga. And my children were paraded here. Na watoto wangu waliwekwa foleni hapa mbele. What I think they may not do at this time because they are adults. Maana najua sasa hivi watafanya tayari wameshakuwa wakubwa. So I want to congratulate our ordained elder. Basi mimi ningempatia kongole mzee wetu wa kanisa ambaye ameweza kuwekwa mkono. Because the children were willing to come and give you support here with the wife. Maana watoto wake walikuwa tayari kwa ajili ya kuja kumpa support. Praise the Lord. Amen. Yeah, sometimes we are proud when we see our children in the church. Wakati mwingine sisi tuna raha tunapoona watoto wetu wakiwa kanisani. But even when they have not come, na hata wakikosa kuja, keep trusting the Lord. Endelea kumwamini Mungu. Some of our children will be converted when we are dead in the graves. Baadhi ya watoto wetu wataongoka wakati tumekufa tuko kaburini. One day when you wake up, you'll be surprised your child became a pastor. Siku moja utakapoamka utashtuka kwamba mtoto wako alipata kuwa mchungaji. So as parents, never give up on the Lord. Basi kama wazazi tusikose tamaa katika Mungu. Because the Lord has not given up on us. Maana Mungu tayari hajakosa tamaa kwetu sisi. Hallelujah. Amen. So let me pass my greetings from Pastor Miyienda. Kwa hivyo salamu kutoka kwa mchungaji Miyienda. Yeah, I use his name and I'm proud of it. Mimi natumia jina lake na najigamba kwayo. I lost my father's name 31 years ago. Nilipoteza jina la baba miaka 30 iliyopita, 31. And we love the Lord for working together as a team. Na tunampenda Mungu maana sisi tunafanya kazi kwa ushirikiano. Because this is the church I am after traveling so much in this union. Maana hili ni kanisa ambalo nimepita baada ya kutembea hapa na pale katika union. You know, December we have several women congresses and children congresses all over our union. Wakati wa December tuko na sherehe nyingi kwa ajili ya watoto pamoja na kina mama katika shirikisho letu. So I've been having several women congresses and I've been speaking on continuously. I think I spoke for 3 weeks continuously and I skipped 1 week and I went again for another week. Basi nimekuwa na mfululizo wa kongamano ambazo nimepata kunena katika majuma matatu, nikapumzika juma moja tena nikaanza juma lingine. And I've not been in a congress where we have the least congress we had was 800 women, but most of them were 1,000 and above. Kongamano ambalo ilikuwa na wanawake chache kabisa walikuwa 800, lakini wengi ilikuwa 1000 na zaidi. I think in Kisii we are slowing down. I think we are losing the fire for the Lord. Basi hapa Kisii mimi nafikiria kwamba tumeanza kutembea pole pole. Moto wetu unazidi kuzima. In many places now the gospel maybe is very new and people are on fire for the Lord. Sehemu nyingi injili ni mpya na sasa watu wamewashwa kwa ajili ya Mungu. And I want to pass their greetings from all over. Our union is from Mount Kenya where I started, Nairobi East, women of Mombasa and everywhere I've been. Do you receive their greetings? Salamu kutoka kwa shirikisho pale Mount Kenya, Mombasa pamoja na Kikuyu zote mmepokea. This year we are having children campaigns the whole year starting from January. Basi mwaka huu tuko na kampeni za watoto tangia mwezi wa Januari. So we'll be coming here as a big delegation to ask parents to register their children for evangelism. It's going like you are the teacher for your child for 12 months. Basi tutakuja tukiwa kwa wingi kwa ajili ya nyinyi kusajili watoto ili watoto waweze kuwa wahubiri katika miezi 12. We are not going to wait for children to get a 1 week campaign and then we baptize our children. Sisi hatutasubiria watoto wapate kampeni ya juma moja alafu tupate kuwabatiza. The division has developed a curriculum. Basi division imeweza kutengeza mtaala. And that curriculum is in a book. Na mtaala uko katika kitabu. And this is the book you are going to use to evangelize your child the whole year. Basi hiki kitabu kitatumika katika mahubiri kwa mwana wako katika mwaka mzima.
So we are going to ask parents, not the child, it's the parents who are going to register themselves. Basi tutasihi wazazi, si watoto. Wazazi wapate kusajili watoto wao. So you write your name against the number of children we are going to monitor for the 12 months for Christ. Basi utaandika jina la mtoto kwa ajili ya kumwangalia katika miezi 12 kwa ajili ya Kristo. You can be also in the church and you decide to be a parent to some children to take them through the evangelism process for 12 months. Uende kama uko kanisani na kuna watoto ambao unataraji pia kuweka katika mafunzo katika miezi hiyo 12. Even your neighbors' children where you stay, even in your school where you teach, wherever you have access to children, you can put them in a list for yourself to evangelize them for 12 months. Watoto wa majirani pale shuleni ambapo unasomesha popote pale, hebu sajili wale watoto kwa ajili ya miezi 12. So we shall be in January with the books and the leaders so that we are able to know how many children have been given a target of 3,000 children for East Kenya Union. We are at 11 unions in this division. So each one of us has been given a target. Basi kila mmoja wetu ameweza kupatiwa lengo. Mimi nimepatiwa 3,000 katika shirikisho. Kwa hivyo mimi nitatembea kwa ajili ya hayo. We are going to register children from 6 to 13 years. Watoto watakaosajiliwa ni miaka 6 hadi 13. But the children who want to be baptized will be from 12 years and 13. Watakaopokea ubatizo ni 12 hadi 13. So your child will be learning with you until now when she will get the years of baptism, she has already gone through the process of knowing the word of God. Mtoto ataendelea na mafunzo kadri anapoendelea kujifunza ili apate kujua neno kabla ya kupokea ubatizo. And I think this is the right direction our church has taken so that the children grow up knowing before they get baptized they already know what they believe. Mwelekeo ambao kanisa umechukua ni mwema, maana watoto watapata kufahamu kabla ya kubatizwa. In every congregation I worship in this union, the children are almost more than a half of the church. Katika kila kanisa ambayo mimi naenda katika shirikisho, watoto ni zaidi ya nusu la kanisa. And you can see we are going to have a very big generation gap because the youths are diminishing in the church. Na unajua pana pengo katika kizazi, maana vijana wanazidi kupotea kutoka kwa kanisa. Now we have old people and children. Sasa tuko na watu ambao ni wakongwe pamoja na watoto. You will see so many youths in colleges and universities, but they are very less in the church. Watoto ni wengi katika machuo na pata vyuo vikuu, lakini hawamo kanisani. That means there is somewhere we lost ourselves. We lost ourselves that we never put the right foundation for our children. Ina maana kuwa kuna mara ambapo tuliotea pasipo kuweka msingi thabiti kwa watoto wetu. So we are going to walk with our children from childhood until they make a decision when they are big. Tutaenenda na watoto wetu tangia utoto wao hadi watakapofanya uamuzi wa ubatizo. I thought it's right to take advantage of this time and tell you that we have a wonderful program for our children. Children for eternity, nurturing our children for Christ. Niliona ni vema nichukue hii fursa kuambia kwamba tuko na ratiba murwa katika watoto wetu ili tuweze kuwakuza ndani ya Kristo. How many parents here came with children or helpers or guardians or a friend who came with a child in this church? Ni wangapi walikuja na watoto? Wewe ni mzazi, whoever was accompanied by any child in this church. Yeyote ambaye alikuja pamoja na mtoto siku ya leo. I wish I become like Timothy's grandmother. Laiti ningekuwa kama bibiye Timotheo. Even a grandfather. Hata babu. For wako na shughuli hapa na pale. Let us take time to help our children. Hebu tuchukue wetu. I want to appreciate Daraja. Ningependa kushukuru kanisa la nyumbani la Daraja Mbili. Let me greet you the beautiful Daraja Mbili. Hebu niwape salamu Daraja Mbili ambayo inapendeza. And as we finish you are going to sing so that we do prayers with the choir together. Tutakapomaliza mtapata kuimba ili They have really worked hard to get me on this pulpit. Wamejitahidi vilivyo ili waniweke katika haya madhabahu. Because my program was not really supposed for me to be around. Maana ratiba yangu haikuniruhusu nipate kuwa hapa. And I think tomorrow by 10 I should be found somewhere where I was supposed to be. Basi kesho saa 4 hivi lazima nipatikane mahali ambapo nilistahili kuwa. So thank you so much for being prayerful and very hard working so that I can be found here for Sabbath. Asante sana kwa ajili ya kuwa wenye maombi na wenye ukakamavu kwa ajili nipate kuwa hapa siku ya leo. May God bless you all. Hebu na Mungu apate kuwabariki nyote. Let us pray. Na tutaomba. Heavenly Father, Baba yetu aliye mbinguni, speak to us. Nena pamoja nasi. It is your holy word. Ni neno lako takatifu yetu. So as we are going to open the Bible, let
your spirit Amen. I sing the mighty power of God. Ninaimba nguvu kuu zake Mungu. I chose that song for a purpose. Mimi nilichagua wimbo kwa kusudi. Philippians 1:6. Wafilipi 1:6. My sister here, Makiateka, give me that song book. Dada hapo utatupatia kile kitabu cha wimbo. Yeah, I think we did well. We sang very well. Tulimba vizuri. Just give it to me. I'll do it. Thank you very much. We sang the song very well. Tulipata kuimba vizuri sana. But I was taught something, singing with understanding. Nami nilipata kufunzwa kwamba kuimba na kuelewa. Yes, singing with understanding. Kuimba ukielewa. I sing the mighty power of God. Nasifu shani ya Mungu. The power of God. Nguvu zake Mungu. Nasifu shani za Mungu. Amen. Nasifu shani ya Mungu mweneza bahari, muumba pia wa mbingu, jua, nyota, mwezi, ni tukufu yako shani, mutengeza forgive me because pastors are not singers. Mtatusamee manake wachungaji si waimbaji. But I wanted to pass the message. Lakini nilikuwa na kusudi la kupitisha ujumbe. Yani I sing the mighty power of God. Maana mimi nasifu shani yake Mungu. We serve a powerful God. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. How many of you believe we serve a mighty God? Ni wangapi wanaamini kwamba Mungu ni mkuu? How many of you feel the power of God in your life? Ni wangapi wanahisi nguvu zake Mungu katika maisha yenu? How many of us can give a testimony of the power of God in our lives? Ni wangapi wenye ushuhuda kwa ajili ya nguvu za Mungu katika maisha yao? I'm sure Adventists sometimes we don't have time to testify of the power of God in our lives. Nina uhakika kama Wasabato hatuna wakati wa kutoa ushuhuda kwa ajili ya nguvu za Mungu katika maisha yetu. And because we lack that time, maana sisi hatuna huo muda, and we listen more to the other side, na sisi tunasikiza sana pale pengine. That's why you'll find our Advents going to Nyakoe side for prayers on the mountain. Ndiposa unapata Waadventista wakienda pale sehemu ya Nyakoe kwa ajili ya maombi pale kwenye kilima. Because we have forgotten that we still have a powerful God where we are. Maana tumeshasahau ya kwamba Mungu ndo ni mkuu pale ambapo tupo. I can testify of the power of God. Mimi nina ushuhuda kwa ajili ya nguvu zake Mungu. Sometimes we think we get many things on people to say, oh, we can see the power of God in their lives. Tunapima vitu vingi kwa watu ili tuseme kwamba tunaona nguvu zake Mungu katika maisha yao. If I can testify of one power, mimi nitatoa ushuhuda wa nguvu moja. Because it's not an easy thing for me. Maana si jambo rahisi kwangu mimi. I can say it has been the power of God. Nitasema kwamba ilikuwa ni nguvu zake Mungu to maintain me in ministry for the last 31 years. Kunihifadhi katika huduma katika miaka 31. It has not been an easy walk. Ijakuwa safari rahisi. Especially for us ladies who join the men in the ministry. Hasa sisi kina dada ambao tunajiunga pamoja na wanaume katika huduma. It was the power of God to
give me encouragement and to assure me that I'm walking with you. Ilikuwa ni nguvu zake Mungu kunipatia himizo na kunihakikisha kwamba natembea pamoja na yeye. I remember my first time I preached here in KCC, I was 23 years old. Nakumbuka mara ya kwanza kuhubiri hapa katika hili kanisa nilikuwa ni miaka 23. I was already 1 year in ministry. Tayari nilikuwa nimeshamaliza mwaka moja katika huduma. And I remember you missed a GC guest who was supposed to come. Nami nakumbuka kwamba mlikosa yule mgeni ambaye mlitaraji apate kufika hapa. You were waiting for a mzungu for your camp meeting. I remember very well. Mnataraji mzungu kwa ajili ya makambi. And mzungu was late. Na huyo mzungu akapata kuchelewa. And our president brought me and said, you go and fill the gap for mzungu. Na rais akaniambia hebu sasa ukuje ujaze pengo kwa ajili ya mzungu. Mzungu was coming in 2 days time. Maana huyo mzungu alikuwa aje baada ya siku 2. I did the program for 2 days. Nikapata kuongoza ratiba katika siku 2. Mzungu came on the 3rd day. Mzungu apata kuja katika siku ni ya 3. And the 4th day. Na siku ni ya 4. And the 5th day. Na siku ni ya 5. Then he said he was flying off on Friday. Na tena akasema siku ya 5 tena anapaa arudi. How many of you were here who can remember that story? Ni wangapi mlikuwa hapa? Maybe we have all members here, yes. And I was supposed to crown now the mzungu sermon on Sabbath. Na ilinibidi ya kwamba nitamatishe mahubiri ya mzungu siku ni ya Sabato. I can't tell how much scared I was. Mimi siwaambii hofu niliyokuwa nayo. It has been the grace of God. Imekuwa ni neema yake Mungu. That is a small testimony. Basi huo ni ushuhuda tu mdogo. Because as you grow up, namna ambavyo unazidi kuwa, there are many opportunities which come around you. Pana fursa ambazo unapata hapa na pale. And you feel like, do I stop here and go the other side? Na unahisi ya kwamba hebu nikome hapa niende katika sehemu nyingine. And there are many voices which speak to you. Na pana sauti nyingi ambazo zinapata kunena pamoja nawe. I remember there is one pastor who prayed for me. Nakumbuka pana mchungaji mmoja aliyefanya nipatia maombi. He told me, I know you are a very young girl of 22 years. Akaniambia wewe ni binti mdogo miaka ni 22. I want to pray for you that God will show you another thing to do. Nitakumfanyia maombi ili Mungu akuonyeshe njia mbadala ya kutembea. I told him I spent 4 years in university doing theology and this is where I want to be. Nikamwambia niligharimu miaka 4 pale katika chuo kwa ajili ya mahubiri. Every time he was monitoring, am I going to see a better thing? Kila mara alikuwa ni mwenye kuchunguza kwamba ataona mambo bora zaidi. Because life was not easy. Maana maisha hayakuwa rahisi. Our salaries were 2,500. Mishahara ilikuwa shilingi 2,500. And we were supposed to preach everywhere. Na ilikuwa inabidi uhubiri hapa na pale. The devil is not asleep. Basi ibilisi halali. Shortly, muda tu kidogo, I got invitations to go for camp meetings in the US. Nikapata mwaliko kwa ajili ya kwenda makambi pale Marekani. And through that I had my visa. I went and came back. Na kupitia hapo nikapata visa, nikaenda pale na nikapata kurudi. The same person came and prayed for me. Na huyu kuniombea tena. Why didn't you remain there? Mbona hukusalia pale Marekani? I stayed for some time again. Nikaishi tena kwa muda kidogo. And these visas of 6 years came. Na hii visa tena ya miaka 6 tena ikapata kuja. I remember I went to Minnesota for camp meeting. Nikaenda pale Minnesota kwa ajili ya vibanda tena. Well, the visa is 5 years. Na unajua tena ni miaka 5 kuwa na visa. People were like, why did you come back? Basi watu wananiuliza mbona ukarudi jameni? So when we say it is the grace of God and the power of God which has maintained us, I mean it's a life testimony. Ninaposema kwamba ni neema ya Mungu na nguvu zake Mungu ambazo zimenihifadhi ni ushuhuda wa wazi. But do you know what? Lakini wajua nini? I have learned one thing. Nimejifunza jambo moja. There is a time for everything. Kwa kila jambo. Learn to accept God's timing in your life. Itikia muda wake Mungu kwa ajili ya maisha yako. When God wants you to move, He will speak to you and you will know that you have to move. Anapotaka usonge atanena pamoja nawe na wewe utapiga hatua. Let your time come. Hebu subiri muda wako fike. God is starting a new thing in you. Mungu ana mambo mapya kwa ajili yako wewe. Our title of the sermon today. Basi mada ya mahubiri yetu siku ya leo. What God starts, He finishes. Anachoanzisha Mungu yeye anakamilisha. What God starts, He finishes. Anachoanzisha Mungu yeye anakamilisha. In our modern language of the young people, katika lugha yetu ya kawaida ya vijana, God is a finisher. Mungu ni mkamilishaji. That is the language we hear now. Hiyo ndio lugha ambayo tunasikia sasa hivi. God is a finisher. Mungu ni mkamilishaji. Why did I give my testimony? Basi mbona nikatoa ushuhuda? So that God will continually strengthen me to finish the race that He set for me. Ili Mungu apate kuniendeleza katika hatua ya kumaliza mwendo wangu. God is a finisher. Mungu ni mkamilishaji. Our memory text, that is our key text, was in Philippians 1:6. Fungu letu la kukariri lilikuwa katika Wafilipo 1:6. And I want us to go through that together. Nami ningependa tuweze kusoma kwa pamoja. Thank you, Sister Edna. And I want to thank the church for giving me someone who runs with my pace.
I want to thank the Lord for you. I have this confidence. Nami ujasiri nilio nao ndio huu. Maybe we do the English and then we do the Kiswahili. Basi tutasoma kwa Kiingereza ili turudi katika Kiswahili. I have this confidence that he who started a good work in me will bring it into completion even at the day of Jesus Christ. Nami ujasiri nao nilio nao ndio huu, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Amen. Amen. We are coming to the end of the year. Tayari tunatamatisha mwaka. And people are very excited. Na watu basi ni wenye bashasha to finish the year. Ili wapate kutamatisha mwaka. Who doesn't get excited? Ni nani mwenye asiye na furaha? Our children are excited. Watoto ni wenye bashasha. Our young people are excited. Vijana pia wanafurahi. Sometimes we get excited in different ways. Basi mwingine tunajiburudisha katika hali mbalimbali. So we have our own ways of getting excited. Tuko na njia zetu mbadala kwa ajili ya bashasha tulionayo. It is God who allowed us to start the year. Ni Mungu mwenye kuturuhusu tupate kuanza mwaka. We didn't give God permission to start the year. Hatukumpa Mungu fursa ili tupate kuanza mwaka. In the book of Genesis. Kitabu ni cha Mwanzo. In the Genesis chapter 1 and chapter 2 verse 1 to 3. Mwanzo sura ni yake ni ya pili fungu ni la kwanza hadi 3. As you finish chapter 1, unapomaliza sura ni ya kwanza. It talks about God doing the work of creation. Tunamwona Mungu akifanya kazi ya uumbaji. And God created in the first day. Mungu alifanya uumbaji katika siku ni ya kwanza. Second, third, fourth and sixth day. Siku ya pili, tatu hadi siku ni ya sita. And the seventh day he rested. Na siku ni ya saba Mungu alifanya kupumzika. And my Bible says, na Biblia inanena hivi, he completed his work. Akatamatisha kazi yake. He completed his work. Akatamatisha kazi yake. We are talking about God who is a finisher. Tunanena kuhusu Mungu ambaye ni mkamilishaji. Let me bring you at home. Hebu niwalete hapa nyumbani. I have a friend. Nina rafiki. My friend decided to start building at home. Huyu rafiki alifanya uamuzi wa kujenga pale nyumbani. Because he stays in Nairobi. Maana yeye ana makazi pale ni Nairobi. At that time, wakati huo, they were working both wife and husband. Mke pamoja na mume walikuwa na ajira. And they started building very fast. In less than 1 month, the house was on rentals. Walianza kujenga haraka na hata katika mwaka mwezi wa kwanza tayari imefika kwenye dari. That was 2003. Basi ni mwaka 2003. The same year, basi walipofika hapa, the wife lost the job. Huo mwaka mke akapoteza ajira yake. As if it was not enough. Na isitoshe, she got paralyzed. Basi akapata kupooza. Because I think she got a shock. Maana yeye alipata mpigo. As I speak today, ninaponena siku ni ya leo, that house has never been touched. Basi hiyo nyumba haijapata kuguswa. That is now how many years? 20 years? Basi ni miaka tuseme 20. And when you go there, na unapofika pale, I don't know what happened. Mimi sijui ni nini kilichotendeka. You know, fundi sometimes use the same ground to cook their food when they are building. Unajua wakati mwingine mafundi wanatumia ile sehemu kwa ajili ya kupika vyakula wanapojenga. And some of the firewood they were using was the remains of the branches of the gum trees which were used to maybe do some work there. Na baadhi ya kuni ambazo walipata kutumia ni ile miti ambayo walikata kwa ajili ya kujenga pale. So those gum trees germinated. Basi hiyo miti ilipata kuota. When you go there, unapofika pale, the gum trees at the center of the house, basi hiyo miti iko katika kina cha nyumba, are enough to make mbao for another house. Basi iko tayari kwa ajili ya kutengeza mbao kwa ajili ya ujenzi mwingine. How many of you have unfinished projects? Ni wangapi ambao mjapata kumalizisha miradi yenu? I don't want you to raise your hands. Mimi sitaki mpate kunyanyua mikono. How many of us have unfinished projects? Ni wangapi ambao hatujakamilisha miradi? Some of us is not because of any misfortune. Wengine si kwa sababu ya bahati yote mbaya. Some of us is because
we are touching everywhere, touching everywhere. Wengine ni kwa sababu sisi tunafanya hapa na pale tunaguzaguza. You go buy land in Nakuru. Unanunua shamba pale Nakuru. When you have started building, unaanza ujenzi pale. You hear there is another land in Nairobi. Unasikia pana shamba pale Nairobi. You also put a mark. Pia pale unaweka alama pale. You see on the walls again there is another one in Kisii. Unasikia pale Kisii pana shamba pia. You go put a mark. Unaenda pale pia unafanya mambo. We have several men here who have several unfinished projects. Pana wanaume wengi hapa ambao wako na miradi ambao hawajapata kukamilisha. And in the world of economy, na katika mambo haya ya uchumi, it says, inasema hivi, if you have an unfinished project, kama una mradi ambao hujapata kukamilisha, that is an intentional sign of poverty. Basi huo ni kusudi hasa la ufukara. Because when you finish one project, maana unapokamilisha mradi mmoja, and it starts getting income, na unaanza kupata mapokezi, it will build another project, basi utapata mradi mwingine, and build another project, na utazaa mradi mwingine. But how many of us have dead projects? Na ni wangapi na miradi ambayo tayari imeshakufa? They are called waiting projects. Ni miradi yenye kusubiri. How many of us have unfinished relationship projects? Ni wangapi ambapo tuko na uhusiano ambao tayari hujakamilika? You get this girlfriend, unampata huyu binti, you reach on the way, pale njiani, you put a pause, basi unatulia. You do another one, na unapata binti mwingine, you put a pause, unatulia. Several projects, basi hapa na pale. So you start now comparing the 10 sasa wewe projects. unaanza kulinganisha, unaanza kuwalinganisha. And then you say no, all these projects are not working. Unasema kwamba hii miradi yote sasa haifai. You start other projects. Tena unaanza na miradi mingine. There are men here who are 42 years and still looking for a good wife. Pana wanaume hapa miaka ni 42 na bado wanamtafuta binti. Because they do a project, it doesn't get finished. Maana wanaanza mradi na wakamilishi. Another project, it doesn't work. Mradi mwingine tena huendi vilivyo. And you know what? Na unajua nini? Some of us will leave this world before accomplishing anything. Wengine tutaondoka katika ulimwengu pasipo kukamilisha chochote. Because our work is touching. You touch. Kazi yetu ni kugusa, unagusa tu hapa na everywhere. pale. Unagusa hapa na pale. If someone asks you, what have you accomplished? Mtu anakuuliza umemaliza nini? I am still doing. Mimi bado naendelea. I am still doing. Bado najitahidi. When I got married, nilipopata kuolewa, I was given a promise. Nilipatiwa ahadi. I will not shout it here. Mimi sitaweza kuitangaza hapa. Yeah, there are many things which were promised, isn't it? Nilipatiwa ahadi nyingi, si ndio? And that thing was big. Lakini hiyo ahadi ilikuwa ni kubwa. It made me take a flight to Kenya so that it comes fulfilled. Basi nilipanda ndege hadi Kenya ili ahadi ipate kutimizwa. And I kept praying about it. Basi nikafanya ni kuomba kwa ajili ya hiyo ahadi. And there's a time after 10 years I said, basi baada ya miaka 10 nami nikasema, ala, is this thing going to work? Basi hili jambo kweli litatendeka. 12 years. Miaka 12. 13 years. Miaka 13. Looking practically, on the practical you can check. Basi nikiangalia katika hali ya halisi ya binadamu. Even this promise, how will it work? Basi hii ahadi itatimizika vipi? Yes, it's in the mind. Hakika iko katika nia. But where are the shillings? Lakini wapi hizi mahela? But I want to thank God. Lakini ningependa kumshukuru Mungu. This world has men of prayer. Basi huu ulimwengu uko na wanaume wenye maombi. And my husband used to pray. Mume wangu ni mwenye kuomba. God, don't allow my wife to distrust me. I want to do this thing. Mungu, siruhusu mke wangu apate kukosa uaminifu kwangu. Hebu niruhusu nitimize. I can testify that many things which happen are not because of our power. Na wapatia ushuhuda kwamba mengi ambayo yametutendekea si kwa sababu ya nguvu zetu. How it happened? Basi ilitendeka vipi? And it happened. Na hakika iliweza kutimika. It was the hand of God. Ni mkono wake Mungu. Not our work. Sio mikono yetu. Not our strength. Sio nguvu zetu. It was a God surprise gift. Basi ni zawadi yake Mungu yenye kutushangaza. What God starts, He finishes. Anachoanzisha Mungu yeye ni mwenye kukamilisha. When the year begins, mwaka unapoanza. Edna, do you know I told you? Yes. Next Sabbath people are celebrating. Sabato ijayo watu ni wenye kushangilia hapa na pale. Singing. Watu ni wenye nyimbo. So today we are giving you a new year message. Basi siku ya leo upokea ujumbe mpya wa mwaka mpya. A closing year message. Basi ujumbe wa kukamilisha mwaka. This far we have come. Basi ubali huu tumefika. From January. Tangia Januari. We have walked with the Lord. Tumetembea pamoja na Mungu. Some new things have happened in our lives. Mapya
imetendeka katika maisha yetu. Some have been planned. Mengine tumepata kuratibu. Some have been surprises. Mengine pia tu ni kupata tu kwa kushangazwa. Like me this year I got a surprise. Kama mwaka huu mimi nilipata mshtuko. I was brought here with a speed. You know what speed means? Nililetwa hapa na umbio. Mnajua mbio ni nini? In this church. Katika hili kanisa. And I became a mother-in-law. Nami nikapata kuwa mama mke mwaka huu. So some surprises happen. Basi kuna mambo ambayo yanatendeka tu ya kushtuka. So I didn't plan it in January. Mimi sikuratibu mwezi wa Januari. I didn't plan it even this year. Hata mwaka huu mimi sikuratibu. So many of us live checking the checklist of the things we planned for God. Wengi wetu tunaangalia ratiba tukiangalia vitu ambavyo tumeandaa kwa ajili yake Mungu. We have not allowed God to do his thing for you. Hatujamruhusu Mungu apate kukuandalia wewe. So every time you pray with your list. Basi kila mara unapofanya maombi wewe uko na orodha yako. That means God, don't answer anything away from my list. Ina maana kuwa Mungu sijibu chochote nje ya orodha yangu. Who is blocking their blessings? Is it God or yourself? Ni nani mwenye kukinga mibaraka? Ni Mungu ama ni wewe? Because you have made a list. Maana wewe tayari umeshafanya orodha. And you don't want to, God want to interfere with your list. Na utaki Mungu aweze kukinzana pamoja na orodha yako. The list you wrote and gave God. Orodha ambayo ulianakili na kumpatia Mwenyezi Mungu. For some of us, baadhi yetu, nothing happens on that list. Hakuna kitu ambacho kinatendeka katika orodha yako. And for some of us, na baadhi yetu, the opposite happens. Basi inatendeka kinyume. And you say God is not answering my na prayers. Unasema Mungu yeye hajibu maombi yangu. Where is the problem? Basi tatizo li wapi? What God starts, he finishes. Anachoanzisha Mungu yeye ni mwenye kukamilisha. And my Bible says, na Biblia yangu inaninenea hivi, that which you start alone, kile ambacho wewe unaanza ukiwa peke yako, you will finish alone. Utamaliza ukiwa peke yako. The Bible says many are the plans of people. Maana Biblia inasema mienendo ya binadamu ni mingi. But what finally happens is God's way. Lakini kinachotendeka ni mapenzi yake Mungu. The Bible tells me here, Biblia inaninenea hapa, I have this confidence. Mimi nina huu ujasiri. I have this confidence. Nina huu ujasiri. Why should I have confidence in God? Basi mbona niwe nina ujasiri kwake Mungu? Can you trust someone and can you have confidence in someone if you don't trust the person? Basi unaweza kuwa na ujasiri kwa mtu ambaye wewe haupati kumwamini. Confidence comes through trust. Basi uungu unatoka kutoka kwa uaminifu. Why should I have confidence in God? Mbona nipate kuwa na ujasiri kwake Mungu? So that I place my plans at his feet. Ili nipate kumpatia ratiba zangu zote katika miguu yake. You cannot place your things on someone whom you don't have confidence. Hawezi kumpokeza mtu ambaye wewe upati kuwa na ujasiri kwake. The first time I got a temptation, mara ya kwanza mimi kupata kujaribiwa, I had taken a bank loan. Basi nilikuwa nimeshapata mkopo wa benki. And it was very good money. According to me, it was good money. That's the first time I saw that money. Sawa sawa na mimi ilikuwa ni hela nzuri, maana ilikuwa ni mara ya kwanza kuona hela sawa na hizo. Because when you go to your bank and you see digits of something more than hundreds, it's good money. Unapoenda kwenye benki na upate zaidi ya 100, no, like 1 million and above. Milioni 1 na zaidi ni nzuri kabisa. For that time it was good money. Wakati huo ilikuwa ni hela nzuri. That was maybe 10 years ago. Basi tuseme ilikuwa ni miaka 10 iliyopita hivi. So, kwa hivyo, that is the time I was supposed to go and preach in Minnesota. Basi huo ndio wakati ilinibidi nipate kuenda kuhubiri pale Minnesota. I took a loan. Basi nikapata deni yangu, mkopo wangu. And my father gave me some money because he was distributing among the children of some property sold. Basi babangu pia akanipea pesa, manake pia alikuwa nagawa mali hapa na pale kwa watoto wake. I am talking about confidence. Mimi nanena kuhusu ujasiri. So I'm supposed to travel. Basi inastahili kusafiri. And you know, when you travel, you should put your house in order. Na unajua unaposafiri lazima uweze kupanga nyumba yako. Because you can fly there and you never come back. Uende ukapaa na tena usipate kurudi. Isn't it? Ndiyo. The flight can go to the ocean. Basi ndege inaweza ipotea pale majini. And you don't want your money to be left with government trust. Na utaki hela zako zibaki kwenye serikali. I had choices to make. Nilikuwa na uamuzi wa kufanya. This is an account. Basi hii ni hazina. It has an ATM. Basi niko na kadi ya kiotometela. Password. Basi hiyo kiotometela iko na ngwija. You have a husband. Na nina mume. You have children. Nina watoto. In case you don't come back. Basi nikikosa kurudi, how will this money be safe? Basi hizi hela
hela zitakuwa shwari vipi? And I didn't have one account. There were several ones of the women chamas, and you understand, we are women. Na unajua wanawake mnaelewa, sikuwa na hazina moja, nilikuwa na nyingi kabisa. That is the first time I gave away all my passwords. Huu ndio wakati wa kwanza mimi kupeana nywila zangu zote. I wrote on a message, I said, now, this I'll be leaving, these are the ATMs, and these are the passwords. Basi nikasema kweli mimi naondoka, nimewapatia kedi ndio hizi pamoja na nywila zote ndio hizi. But I saw I had 4 ATMs. Basi nami nilikuwa nazo 4. I said, because of safety. Kwa sababu ya usalama. This one account, I will give the husband the password. Akaunti moja nitampatia mzee wangu nywila. And this other one, let me give the firstborn to take care of it. Na hii nyingine mimi nitampatia kifungua mimba wangu aweze kuitunza. In case something happens, ili jambo likitendeka, this one will share with the children. Huyu atashiriki pamoja na watoto. And I know the husband may use this for another wedding ceremony and many other things. Na pengine mume wangu atatumia kwa ajili ya sherehe nyingine ya harusi. And I told him I have done in good faith. Mimi nikamwambia nimefanya na nia njema. If anything happens, chochote kikitendeka, you can celebrate with this. Utasherekea ukitumia hizi. Because I was thinking, if I leave everything for him, and he's, pastors marry after 4 months and 5 and 6 months. Na unajua wachungaji tukifa tu miezi 4 5 wameshaoa. Some confusion will happen and the children will not get anything. Utata utatendeka na watoto hawatapata kitu. So I gave it out. Basi mimi nikapeana kioto motela ya kwanza. And when I came back, na niliporudi, he told me some ATMs you didn't give the password. Akaniambia kuna vioto motela hapa ambazo wewe hukupatia na nywila. I said I gave your child. Nikamwambia nilimpatia mwana wako. He asked me one question. Akaniuliza swali moja. Didn't you trust me? Wewe haukuniamini mimi. I told you I trusted you. Nikamwambia mimi kweli nilifanya kukuamini. But I knew your life may continue when I'm not. Lakini nilijua pengine maisha yako yataendelea. I was taking caution. Mimi nilikuwa najipima vizuri. I didn't have a good time that day. Sikuwa na muda mzuri siku hiyo. So the next time I traveled. Na tena wakati mwingine niliposafiri, I gave all the passwords. Nikampatia nywila zangu zote. But I had already transferred the money to the children accounts, whatever I wanted. Lakini hela tayari zimeshaingia katika hazina za watoto. But I told him I'll never repeat again. Nikamwambia mimi sitarudia tena. I told now I have given you enough. Nikamwambia nimekupatia ya kutosha. Even these children will need school fees for 1 year as you make your mind. Hata watoto watahitaji karo mwaka mmoja unapoendelea kufanya uamuzi. But now that I've grown up, those were those years. Sasa mimi tayari nimekuwa, ile ilikuwa ni miaka ya zama zile. As I've continued growing up, ninapoendelea kukua, those were years when you were 1 to 10 years of marriage. Hiyo ilikuwa ni miaka 1 hadi 15 years, 20 years. Katika ndoa 25. These days, siku hizi, I don't even want to know what the password is. Mimi sijali nywila ni gani. He has everything. Ako na kila kitu. Because I have confidence. Tayari mimi nimeshakuwa na ujasiri kwake. I have created confidence. Tayari nimeunda ujasiri kwake. Men, when you get married, give us time to come slowly. We work slowly unto you. We work slowly. Wanaume mnapotoa tupatie muda wa slowly. There's no harassment. Sisi msituharakishe. I didn't create this confidence on my own. Mimi sikutengeza ujasiri peke yangu. He made me create the confidence. Ni yeye kunifanya nipate kuwa na ujasiri kwake yeye. You know what he did? Unajua alifanya nini? He gathered all his money. Basi alisanya hela zake zote. And he called me. Na akapata kuniita. He told me I want you to open a joint account with me for my money. Akaniambia hebu tupate kuwa na hazina ya pamoja kwa ajili ya mama yangu. So his account was joint. Maana hazina yake ilikuwa imeambatana na yangu. I could go get money or he gets money. Mimi ningeenda pale kwa ajili ya kutoa pesa hata yeye vile vile. He didn't ask me to do the same for my money. Hakuniuliza nifanye hivyo kwa ajili ya hela zangu. But that thing kept clicking in my mind. How come for me I can access and I cannot access? Iweje ya kwamba yeye ninapata hela zake lakini yeye simruhusu kuzipokea. Until I also said now I have confidence in you. Let us live together in peace. Hadi nikafikia kiwango cha kuwa na ujasiri kwake yeye na sasa tunaishi tukiwa pamoja. You cannot have confidence in somebody who doesn't trust you and you trust him. Hauwezi kuwa na ujasiri kwa mtu usiyemwamini na yeye asiyekuamini. If he has trusted me with his everything, I need to do the same. Kama amekuamini na kila kilicho chake na wewe unastahili ufanye hivyo. But many times it happens the other way. You bring first and you will see mine later. Mara nyingi inakuwa kinyume ya kwamba leta kwanza ili upate kuona changu. Confidence in Christ. Ujasiri kwake Kristo. Paul says I have this confidence. Paulo ni mwenye kusema kwamba mimi ni mwenye ujasiri. That he who has started a good work in me aliyeanzisha kazi iliyo bora ndani yangu will bring it to
completion. atapata kuikamilisha. Reasons why I should have confidence in God. Sababu za mimi kupata kuwa na ujasiri kwake Mungu. I created confidence. Mimi nilipata kutengeza ujasiri Because he gave his hand. maana tayari alishanipa mkono wake. I said I accept the offer. Nikapata kuitikia huo mkono. Then I got the confidence. Nami nikapata kuwa na ujasiri That if he feels safe with everything, basi kama yeye ni mwenye shwari katika kila jambo, I should also surrender in. lazima basi niweze kujitolea. Reasons why we should have confidence in God. Sababu ya sisi kuwa na ujasiri kwake Mungu. Psalms 139 verse 4. Zaburi 139 fungu ni la 4. God is all knowing. Mungu anajua mambo yote. God is all knowing. Mungu anafahamu kila jambo. I should have confidence in God. Lazima nipate kuwa na ujasiri kwake Mungu. Because he knows from the beginning to the end of this Maana yeye ni world. mwenye kujua mwanzo hadi mwisho wa ulimwengu. Reason number 2. Sababu ya pili, Jeremiah 29 verse 11. Yeremia 29 fungu ni la The 11. Lord has promised. Mungu tayari ameshatoa I ahadi. know the plans I have for you. Ninajua mipango niliyo nayo kwako wewe. Plans for good and not for evil. Mipango kwa ajili ya wema bali si maovu. To give you a future and a hope. Nikupatie tumaini na maisha. How can't I trust such a God? Basi mbona nisipate kumwamini Mungu sawia na Who huyo? says, I know the plans I have for you. Ambaye ananena kwamba najua mipango nayo kuwazia wewe. There are plans for good and not for evil. Mipango kwa ajili ya wema bali si maovu. There are plans to give you a future and a Ni hope. mipango ya kukupatia tumaini katika maisha. Praise the Lord. Bwana sifiwe. That is the God we serve. Huyu ndiye Mungu ambaye sisi tunamtumikia. Number 3. Jambo ni la 3. In Romans 5:8. Warumi 5 fungu lake ni la 8. God loves me unconditionally. Mungu anakupenda pasipo ubaguzi. Romans 5:8. Warumi 5:8. God loves you unconditionally. Mungu anakupenda pasipo ubaguzi. Sometimes we don't create confidence in people. Wakati mwingine sisi hatukui na ujasiri kwa watu. Because they have conditional love. Maana wao upendo wao ni wenye ubaguzi. Today they love you. Siku ya leo yeye anakupenda. Tomorrow they don't love Kesho you. hakuonyeshi mapenzi. You may put everything for them. Basi unaweza kupatia hazina yote. Tomorrow when their love disappears, Wakati kesho upendo wao unapofuruka, you find yourself in the seas. utajipata wewe haujielewi. So because human beings have conditional love, Maana binadamu upendo wao ni wa uchaguzi. I love you when you love me. Nitakupenda ukinipenda. That is very conditional love. Basi huo ni upendo tu wa ubaguzi. But God Lakini Mungu has unconditional love. ako na upendo ambao hauna ubaguzi. That means if I put all my life to him, Ya kwamba mimi nikipata kumkabidhi maisha yangu yote, even when I'm bad, haijalisha kwamba mimi ni mwovu, he will still hold me. bado atanibeba. Even when I'm bad, Haijalishi mimi ni he mwovu, still give me air to breathe. bado atanipatia hewa nipate kupumua. But human beings, Lakini binadamu, they measure your hair. wewe watakupimia hewa. God has an unconditional love. Mungu anakupenda pasipo kubagua. 2 Corinthians 1:20. Wakorintho sura ya 2 The fungu la kwanza fourth 20. reason why I should have confidence in Sababu God. ya nne ili nipate kuwa na ujasiri kwake Mungu. God's promises are true and they are yes. Ahadi zake Mungu ni za kweli na ni za hakika. Every promise of God is yes. Kila ahadi yake Mungu ni naam. That is in 2 Corinthians 1:20. Wakorintho ni ya 1:20. So I should have confidence in God. Hivyo inanibidi nipate kuwa na ujasiri kwake Because Mungu. when I claim his promises, Ninapokariri ahadi zake, every promise is true in Jesus kila Christ. ahadi ni kweli katika Kristo. Let me ask you, Hebu nipate kuwauliza, why can't I have confidence in God? mbona nisipate kuwa na ujasiri kwake Mungu? Because Maana in Isaiah 43 verse 7, Isaia 45 fungu ni God la 7. says, I am the one who has created you. Mungu anasema kwamba mimi ndiye niliyekuumba. If God has created me, Basi kama Mungu ni mwenye and kuniumba he has a good purpose for me, na ana kusudi bora kwa ajili ya kuniumba mimi, I should have confidence in him. lazima nipate kuwa na ujasiri kwake yeye. God knows me by name. Mungu ananitambua kwa jina. That is reason number 6. Hiyo ni sababu ya 6. Isaiah 43:1. Isaia 45 fungu la God 3 la knows kwanza. me by name. Mungu ananitambua kwa jina. He talks to Jeremiah and says, before I formed you in your mother's womb, Anamnenea Yeremia, anamwambia kabla nikuunde katika tumbo la mama yako, I knew you. nami nalikujua. Before I formed you, Kabla sijakuunda, I knew you. nilikujua. And I knew that you are going to be born. Nami nilifahamu kwamba wewe tayari utazaliwa. So that is a God I can put my Kwa hivyo huyu confidence ni in. Mungu ambaye lazima nipate kuwa na ujasiri kwake yeye. Because he knew me before my parents knew me. Maana alinijua kabla ya wazazi
mzazi wangu hata kunijua. I know this day munaenda huko mnamulikiwa, mnajua ni msichana ama ni kijana. Ndiyo. I thank God that thing was not there when I was being born. Namshukuru Mungu maana hayo hayakuwa nilipokuwa nazaliwa. You can imagine if I am number above 10 in the family, was I going to be born? Basi hebu jua mimi niko zaidi ya nambari 10 kwa familia, jamani ningezaliwa. These modern things. Hivi vitu vya kisasa. And then some of us, when they see a gender which they don't want, na wengine tunapoona jinsia ambayo sisi hatutaki, they just go and remove that baby. Wanaenda wanatoa yule, wanavya ile mimba. This technology is good and is also working for bad. Teknolojia ni nzuri lakini pia iko na madhara yake. God says, Mungu ni mwenye kusema hivi, before I formed you, I knew you. Kabla sijakuona mimi nilipata kukujua. Then I can have confidence in that God. Basi mimi nitakuwa na ujasiri kwake huyo Mungu. Psalms 139 verse 17. Zaburi 139 fungu ni la 17. Is another reason. Basi sababu nyingine, which says God thinks about me every day. ya kwamba Mungu ananifikiri kila siku. He thinks about me. Mungu ni mwenye kunifikiri mimi. Do you know sometimes you get busy until you can't call your children for a whole week? Unajua kuna wakati unakuwa na shughuli hata unasahau kuwapigia watoto simu juma nzima. Now that you don't have above 10 children, number 11 and 12, you only have 2. But you can't even call them in the morning and tell them happy Sabbath. You can't call. Hauna watoto 10 ama 12. Uko na watoto 2 lakini hata Sabato asubuhi hauwezi kuwapigia simu watakie Sabato njema. You can't even pray with them in the morning on a Sabbath day. Hata ufanyi maombi pamoja na wao asubuhi, siku ni ya Sabato. At least you are not rushing for work. Si kwamba wewe una shughuli ya kukimbia kazini. And sometimes our children wonder whether we are thinking about them. Na hata wakati mwingine watoto wana hofu ya kwamba kweli tunawafikiri. Leave about the children. Wachana na watoto. Your own spouse. Hata mke ama mume wako. Especially those who have a distant marriage. Hasa walioolewa lakini mume ama mke wako mbali. Maybe you are working somewhere. Wende kwa una ajira mahali fulani. A whole day goes. Siku nzima inapita. A whole night goes. Usiku unapita. Nobody knows where you are. Haujui yuko wapi. You even write a message. Hata wewe unaandika ujumbe fupi. I'm traveling to Mombasa. Mimi nasafiri kuelekea Mombasa. Unaona mkono hivi. Something like this. Yes. No call to say, my dear, did you reach well? Hamna simu ya kukuuliza jamani ulifika salama. If I tell you I'm traveling, kama mimi nimeshakupa habari ya kwamba mimi mwenye kusafiri, and you don't even call me and pray for me, na hata hujanipigia simu kwa ajili ya kuniombea, maybe that's why I am blessed in that side. He has to call and say, are you in the vehicle? Yes, let me pray for you. Unajua mimi nimebarikiwa katika hiyo sehemu, maana ananipigia simu ananiuliza uko kwa gari, hebu nipate kukufanyia maombi mke wangu. If I travel, kama ni mimi nafanya kusafiri, I even reach the destination, na hata nimefika mahali ambapo nastahili kufika, I'm hustling to get accommodation, ninang'ang'ana hapa na pale kwa ajili ya kupata mahali pa kukaa, to charge my phone, ili niweze kupata simu ipate kujaa moto, I moto, buy my supper, ninunue chakula changu cha jioni. and your own spouse cannot even call you and tell you, did you reach well? Hata mume na mke hakupigi simu kukujulia hali jamani. Alafu you say now, let me call. Na unasema hebu nipate kumpigia simu. Because maybe he's also unwell. Uende kawa pengine haisi vema. Let me check on him. Hebu nijaribu kumjulia hali. You start calling. Unaanza kupiga simu. Phone busy. Basi simu basi. Phone busy 9 o'clock. Unasikia anaongea pale. Phone busy 10 o'clock. Simu inashughulika hapa. What comes in your mind? Basi unafikiri nini? Paka akitoka? Panya utawala. Panya utawala. And then when he starts calling in the morning, unaona simu, unanyamaza. Ndio naye akipiga pia unalenga. You see, God thinks about us all the time. Unajua Mungu anatufikiri kila wakati. There is no minute God winks from you. Hamna dakika ambayo Mungu anafinya jicho kwako wewe. He knows you by name. Anakutambua kwa jina. And you are in his program 24 hours a day. Katika ratiba yake masaa 24 katika siku. God is watching over you. Mungu anakutazama. What if you marry a doctor? Basi ikiwa wewe upate kuolewa na daktari, he has a surgery of 7 hours. Basi yako na upasuaji wa masaa 7. Another surgery of 10 hours. Mwingine masaa 10. And you feel like somebody should call me. Na unahisi kwamba tayari akinataka nipigiwe simu. But you understand where he is. Lakini unaelewa yeye yuko wapi. Sometimes human beings we can be limited. We are limited. Wakati mwingine binadamu tunakuwa na upungufu. We are limited to take care of each other. Tunakuwa na upungufu kwa ajili ya kutunzana sisi kwa sisi. Because of maybe work
schedules and many other kwa things. sababu ya ratiba ya kazi na mambo mengine mengi. But God is always having his eye upon you. Lakini Mungu daima macho yake yako kwako wewe. The last one, Jambo la mwisho, God fights for you. Mungu ni mwenye kukupigania. Exodus 14:14. Kutoka 14 na 14. I should have confidence in God. Lazima nipate kuwa na ujasiri kwake Mungu. Because God fights my battles. Maana Mungu ni mwenye kupigana vita I vyangu. can be sure Mimi nina uhakika that any battle which comes in my life, vita vyovyote vilivyo katika maisha yangu, the Lord will fight for Mungu ni me. mwenye kunipigania. The Lord will fight for me. Mungu atafanya kunipigania. Sometimes we depend on people to fight for us. Wakati mwingine tunategemea binadamu kwa ajili ya kutupigania. This far we have come. Basi umbali huu tumefika. When I was young in marriage, nilipokuwa mchanga katika ndoa, everything somebody did wrong for me. Kila jambo mbaya ambalo nilifanyiwa. The first person was my husband. Somebody is messing me up. Jambo la kwanza nampigia mume wangu simu namwambia huyu amenikosea. Someone has done, is a firstborn married to a lastborn. You can imagine the drama in that house. Unajua kitinda mimba amezaliwa. The drama of a lastborn where you have to report everything. Kitinda mimba pamoja na mfungua mimba unastaki kila kitu. Then I came to realize, basi nikapata kujua hivi, I'm overburdening. Ninamtuka mizigo mingi. Then I remembered, nikakumbuka, let me give the honor. Hebu nimpatie mwenyewe. And I escaped that rope. Basi nikavuka hiyo kamba. Everything happens, I just pray. Kila jambo linanitendekea, mimi ni mwenye maombi. When I give it to God, I rest in peace. Ninaachia Mungu na ninapata utulivu. And you live a free life. Na unaishi maisha ya uhuru. Because God is fighting for you. Maana Mungu ni mwenye kukupigania wewe. When you are sick, unapokuwa mgonjwa, God is fighting for you. Mungu ni mwenye kukupigania wewe. When your marriage is breaking, ndoa yako inaposambaratika, God is fighting for you. Mungu anazidi kukupigania. When your children are leaving the church, watoto wako wanapotoroka kutoka kanisani, God is fighting for you. Mungu anakupigania. When your job is at stake, kazi yako basi iko na ushawishi, God is fighting for you. Mungu anazidi kukupigania. When the enemies are surrounding you, unapovingirwa na maadui, God is fighting for you. Mungu bado ni mwenye kukupigania. There are places where a human being cannot reach their hand to fight for you. Pana mahali ambapo binadamu hawezi kunyosha mkono kwa ajili ya kukusaidia wewe. But God is fighting for you. Lakini Mungu ni mwenye kukupigania wewe. What God starts, kile anachoanzisha Mungu, He finishes. Yeye ni mwenye kukamilisha. I have been trending on that word confidence. Mimi nimetembea katika hilo jina ujasiri. Why should I tell you to allow God to start something in you if you don't have confidence in Mbona Him? niwaambie Mungu aanzishe jambo ambayo kama wewe hauna ujasiri kwake yeye? Because some of us seated here, maana baadhi yetu tuliotulia hapa, we are not very sure. Hatuna uhakika. If I live my life fully to God, nikimwachia Mungu maisha yangu yote, am I safe? Basi mimi nitakuwa shwari. Will I succeed? Nitapata kufanikiwa. So, kwa hivyo unapea Mungu kidogo, ndio, na yule mwingine kidogo. Because when you come to church and during the week you go to a medicine man to strengthen you up, to pack you up for protection over Christmas, do you have full confidence in God? Unapokuja kanisani lakini katika juma unaenda kwa mganga kwa ajili ya kukupatia nguvu. Jamani, uko na ujasiri kwake Mungu? Mganga to protect your children, mganga apate kukinga watoto wako, mganga to protect your job, mganga apate kukinga kazi yako. It is not your mistake. Basi si makosa yako. You have not created confidence in Jesus Christ Himself. Wewe hujapata kuwa na ujasiri kwake Yesu Kristo. And today, na siku ni ya leo, I think you have seen the reason to have confidence in God. Tayari naona kwamba mumeona sababu ya kuwa na ujasiri kwake Mungu. Because sometimes we forget. Maana mara nyingine sisi ni wenye kusahau that we are serving a powerful God. Ya kwamba sisi tunamtumia Mungu mwenye mkuu. And this powerful God, I have every reason to have confidence in Him. Na huyu Mungu mkuu nina kila sababu ya kuwa na ujasiri kwake yeye. We serve a living God. Basi tunamtumia Mungu ambaye ni mwenye kuishi. God can give you a new beginning. Mungu ni mwenye kukupatia mwanzo mpya. He who has started a good work in you, aliyeanzisha kazi iliyo bora ndani yako, will bring it into completion. Atapata kuikamilisha. The Bible tells, Biblia inasema hivi, I knew you before I formed you. Nilipata kukujua kabla sijakuunda. But after birth, na baada ya wewe kuzaliwa, we take God kombo. Tunampeleka makombo kweli kweli. Munampeleka Mungu hivi hivi. He has good plans for me, yes. Ana mipango bora kwa ajili yangu mimi ndio. But the corners I am taking God, sure. Lakini mienendo ambayo mimi namkimbiza Mungu kwake. Corners. Nampeleka pembeni hapa na pale.
Can you imagine how many corners you have taken in Jesus Christ since you were born? Hebu ona kona ni ngapi ambazo umepitisha Mungu tangia ufanye kuzaliwa. The youth say you have cornered me. Wanasema kwamba wewe tayari umenifinya mimi. I thought you were here. Mimi nilifikiri uko hapa. And then I find you on the other side. Lakini mumeponyoko umeenda sehemu nyingine. I thought you were here. Nilitaraji ukue hapa. And because of that, na kwa sababu ya hayo, the good work which God started in you, kazi bora aliyoanzisha Mungu ndani yako, goes for corners. Kwa sababu ya makona hapa na pale. And God cannot bring the good work into completion. Na Mungu hawezi kukamilisha hiyo kazi. Because you are going into corners. Maana wewe unaenda hapa na pale. Number 2. Jambo ni la pili. We have our own plans. Sisi tuna mipango yetu wenyewe. We have our own works. Tuna makazi yetu wenyewe. So how can God begin a good work when we have begun ourselves? Iweje Mungu aanze kazi bora na sisi tayari tumeshaanza yetu? The Bible tells me, Biblia inaninenea hivi. Christ is the lamb that was slain from the foundation of the world. Kristo ndiye mwana kondoo aliyechinjwa tangia msingi wa ulimwengu. So from the foundation of the world, basi tangia msingi wa ulimwengu, Christ had prepared to start a good work for humanity. Kristo tayari ameshafanya mpango wa kuanza kazi bora kwa ajili ya binadamu. From the foundation of the world. Tangia msingi wa ulimwengu. There is a challenge here. Basi pana changamoto hapa. He who has started a good work in me, aliyeanzisha kazi iliyo bora ndani yangu. What does that mean? Basi ina maana ipi? Allowing God to start a new thing in you. Kumruhusu Mungu aanze mambo mapya ndani yako. Asking God to give you a new beginning. Mwambie Mungu akuanzishe na mpango mpya. I know you had plans for this year. Mimi najua mlikuwa na mipango kwa ajili ya mwaka huu. And every year you make big plans anyway. Na kila mwaka hakika unakuwa na mipango mingi. Even some of us. Hata baadhi yetu. In 5 years. Katika miaka 5. I should have bought my own land and built my own house. Nitanunua shamba na hata nijenge nyumba yangu. Another 5 years. Na miaka mingine 5. I would have built a flat for my retirement project. Nitajenga gorofa kwa ajili ya kustaafu kwangu. These things are not bad. Hivi vitu si mbaya. But did you start them with God? Lakini ulipata kuanza pamoja na Mungu. Did you sit with God and ask God, help me to make the plans that you have for me? Ulitulia pamoja na Mungu na kumsia aanze mipango pamoja na wewe. I know we make New Year resolutions. Mimi najua tunakuwa na mianzo mpya kila mwaka. But did you console the owner? Lakini kweli unamuuliza mwenyewe. God said, Mungu anasema, this humanity we have created. Hii hao binadamu ambao tumeshaumba. What if he fails? Basi ikiwa ataanguka. What if they fall? Ikiwa watapata kuotea. And Christ said, na Kristo akasema hivi, I will go. Mimi nitakwenda. I will go for them. Nitakwenda kwa ajili yao. So it was prepared. It was prepared in advance. Basi ni mpango ulioratibiwa kabla. Let your plans begin with the Lord. Hebu na mipango yako ianze pamoja na Mungu. And let God give you a new beginning. Na Mungu apate kukupatia mwanzo mpya. I know some of us have been having a life of our own. Najua mwingine tumeishi maisha yetu wenyewe. I have my salary. Niko na mshahara wangu. I plan my budget. Niko na ratiba yangu mimi napanga. What can people tell me? Wataniambia nini? I decide what to eat. Mimi ninaamua nile nini? I decide where to live. Ninaamua niishi wapi. By the way, the happiest people in this world right now. Unajua watu wenye furaha katika ulimwengu huu are people who are not stationed in one place. Ni watu ambao waishi sehemu moja. They don't wake up and sleep in the house every day. Hawaamki na kulala katika hiyo nyumba kila siku. They have rented a house somewhere. Wamekodisha nyumba mahali fulani. Because when somebody else builds a new flat, you move to a new one. Maana mtu anapojenga orofa nyingine wewe unaelekea pale. When you see another new design, you move to a new one. Unapoona design mpya tena unakimbia pale. So we keep building for people to be in good houses. Sasa sisi tunaendelea ujenzi kwa ajili ya watu kujifurahisha katika manyumba mapya. So when people have new beginnings, watu wanapokuwa na mianzo mipya, new houses, wanakuwa na that is not what we are talking about. Hatuneni hivyo. Giving your life for God to start a new beginning. Kumkabidhi Mungu maisha yako ili uanze upya. What is the new beginning God is talking about? Basi mwanzo mpya ambao ananena Mungu ni upi? He's talking about the redemption story in your life. Ananena kuhusu hadithi ya ukombozi katika maisha yako. He's starting the new beginning is giving you. Huo ndio mwanzo mpya ambao Mungu anakutunuku. What God has started in you will come into completion. Anachoanzisha Mungu ndani yako basi lazima utakamilika. What is this new beginning is starting and what is this new things is going to do and basi mwanzo upya huu ni upi na mgapi huu atakaomaliza? God's plan,
mpango wake Mungu. He's starting a journey of redemption. Anaanza safari ya ukombozi. And this journey is in 3 dimensions. Basi ukombozi uko katika nyanja 3. God does not begin something single. Mungu aanzi na mambo hivi hivi. It is a package. Basi umewekwa katika ratiba ya nyanja 3. Wapishi wanasema is a 3-course meal. Basi ni mlo aina 3. God is starting a journey with you. Anaanza safari pamoja na wewe. Which is complete. Ambayo ni safari ya ukamilifu. He's starting a vertical journey. Anaanza safari ya kuenda juu. Which is the journey of your spirituality. Ni safari yako ya kiroho. Your journey of social life. Ni safari yako ya utangamano. Your journey of physical life. Ni safari yako ya kimwili. And this is what makes a person. Basi hiki ndicho kinatengeneza binadamu. This is what makes a person. Hiki ndicho kinachokamilisha binadamu. The spiritual life of the person. Safari ya Ukristo wa Mungu wa mtu. The physical life of a person. Safari ya umwili. And the social person is the life of a person. Na safari ya ujamaa ya utengamano. When Jesus came to this world, Yesu alipokuja katika ulimwengu, the Savior mingled with men as one who desired their good. Mkombozi alipata kutangamana na binadamu sawa ya yule ambaye alitaraji mema. And he saw their needs. Na alipata kujua mahitaji yao. He ministered to their needs. Na alipata kuhudumia yale mahitaji. And he bade them follow me. Na ili wapate kumfuata. So when God starts a new thing in you, basi Mungu anapoanza mambo mapya ndani yako, and that story of redemption, na hiyo hadithi ya ukombozi, he makes sure it's a whole package. Anahakikisha kwamba ameweza kukamilisha kila nyanja. On the cross Jesus said, na kwenye msalaba Yesu akanena, it is finished. Imekwisha. He finished his work. Alikamilisha kazi yake. God is a finisher. Mungu ni mkamilishaji. God hates people who don't finish their work. Mungu anachukia mtu aanze kazi pasipo kumaliza. You know, when you don't finish something as it's supposed to be, unapokosa kukamilisha jambo, that thing becomes a dangerous zone. Basi inakuwa ni jambo la hatari. Can you imagine? Basi tafakari. In case God started creating you, basi Mungu angeanza kukuumba. For some people he left the eyes. Wengine asahau kukuwekea macho. He left one hand. Aache mkono. He left one leg. Mguu mmoja hauko. We were not going to be the same humanity. Tungekuwa binadamu sawa. God has started a complete work in us. Mungu tayari ameanza kazi ya ukamilifu ndani yetu. And this work, na hii kazi which God has started, ambayo Mungu tayari ameshaanza, is a real work that is going to be completed. Ni kazi halisi ambayo itakamilika. There are things which God has done for us. Pana mambo ambayo Mungu ameshatutendea. Especially in the story of redemption. Hasa katika hadithi ya ukombozi. When we read in the book of Revelation, tunaposoma kitabu ni cha Ufunuo, when he says that finally God is going to finish, ya kwamba hatimaye Mungu atakamilisha. But at the cross, na kwenye msalaba, from the Old Testament to the New Testament, Agano la Kale na hata Agano Jipya, he talks about the story of Jesus redeeming humanity. Ananena kuhusu hadithi ya Yesu kukomboa binadamu. And Jesus did his part. Na Yesu akafanya sehemu yake. Many sacrifices were given. Kafara zikatolewa kwa wingi. And when Jesus received the drink, na Yesu alipopokea kinywaji, he said, akasema, it is finished. Imekwisha. What was finished? Ni nini kilichokwisha? What was finished? Ni nini kilichokwisha? The story of redemption was going to be finished. Ni hadithi ya ukombozi iliyokuwa inakamilika. The Savior was overwhelmed with suffering. Mkombozi amejawa na mateso. He was given vinegar to drink. Alipatiwa vinyago apate kunywa. But he was not overcome with the pain. Lakini maumivu hayakustahimili. And he said, I'm going to triumph over it. Na akasema mimi nitakuwa mshindaji. He was going to accomplish for us something. Angekamilisha jambo. This was a long night of suffering. Basi ulikuwa ni usiku mzima wa mateso. But through this cup, lakini kupitia kwa hiki kikombe, we got healed. Basi tukapona. The story of suffering was finished. Hadithi ya mateso ikakamilika. Number 2, jambo la pili, the full course of his obedience. Basi ukamilishi katika kutii. Remember, Jesus came into this world, he became a man as we are. Basi Yesu anapokuja katika ulimwengu akawa binadamu sawa na sisi. He lived a perfect life. Aliishi maisha ya ukamilifu. And no sin was found in him. Na hamna dhambi iliyopatikana ndani yake. The night before he died, usiku kabla yeye kupata kufa, he was able to say, alikuwa tayari na kusema hivi, Father, Baba, I have brought you glory on earth. Nimeleta utukufu katika ulimwengu. I have completed the work you gave me to do. Nimekamilisha kazi ulionitunuku. That was John 17 verse 4. Yohana 17 fungu ni la 4.
Jesus did his work. Yesu alifanya kazi yake. And he completed his work. Na akakamilisha kazi yake. He started his work. Alianzisha kazi. And he finished his work. Na alikamilisha kazi. In Matthew 5:17. Mathayo 5:17. Jesus says, Yesu anasema hivi. I have not come to abolish the law. Mimi sijakuja kwa ajili ya kuondoa amri. But I have come to fulfill the law. Lakini ili nipate kutimiza amri. Jesus' perfect life of obedience. Maisha ya Yesu ya ukamilifu katika utiifu. Was complete on the cross. Ilikamilika pale kwenye msalaba. He was obedient unto the cross. Alikuwa mtiifu hadi kwenye mauti. And he finished the work of obedience. Na alipata kukamilisha kazi ya kutii. Number 3. Jambo ni la 3. Jesus finished his battle with the enemy. Alipata kukamilisha vita vyake pamoja na adui. The life of Jesus was full of suffering. Maisha ya Yesu yalijawa mateso. It was a life of obedience. Yalikuwa ni maisha ya kutii. But it was also a life of conflict with the devil. Yalikuwa ni maisha ya kukinzana pamoja na ibilisi. When Jesus was baptized, Yesu alipopokea ubatizo, he was taken away to be tempted of the devil. Alichukuliwa kwa ajili ya kujaribiwa na ibilisi. And Jesus spoke about the devil. Na Yesu akanena kuhusu ibilisi. He was taken on a high mountain. Alipelekwa katika kilele cha mlima. He was shown the wealth of the world. Na kuonyeshwa ulimwengu mzima. He was told to kneel down and worship the devil. Alikuwa msujudu ibilisi. It was a life of conflict. Ilikuwa ni maisha ya kukinzana. He was supposed to make choices. Ilimbidi afanye uamuzi. We used to have a program on TV which was money or box. Basi tulikuwa na kipindi kwenye runinga ambacho kinasema pesa He was supposed to choose life or the wealth of this world. Ilikuwa achague maisha ama uhai ama vitu vya ulimwengu. Christ overcame the enemy. Basi ibilisi alipata kumshinda adui. And said man cannot live by bread alone. Akasema kwamba binadamu hataishi kwa ajili ya mkate pekee. He was taken to be tempted. Alichukuliwa kwa ajili ya kujaribiwa. Why do you think many marriages are failing? Basi mbona ndoa nyingi zinasambaratika? Why do you think our youth are running away from the church? Mbona vijana wanatoroka kanisani? Why do you think our finances are failing? Mbona hela zetu zinazidi kupotea? Our health is failing. Afya yetu inazidi kudidimia. Pastor said someone was seated here last Sabbath, but right now the person is not there. Mchungaji alitunenea kwamba panalie keti hapa Sabato ilipita, lakini sasa hivi hayupo tena. He overcame the enemy for us. Alimshinda adui kwa ajili yetu sisi. Number 4. Jambo ni la 4. The complete work of atonement. Kazi ya upatanisho. He completed the full work of atonement on the cross of Calvary. Alimaliza kazi ya upatanisho pale katika msalaba wa Kalvari. What has Jesus not done for us? Basi Yesu hajakufanyia nini? Right from Genesis, tangia kitabu cha to Mwanzo Revelation, hadi kitabu cha Ufunuo. there is nowhere God has not completed what he began. Hakuna mahali ambapo Mungu hajamalizisha kile alichoanzisha. If you want to surrender your life to God, kama ungependa kutoa maisha yako kwake Mungu, surrender everything. Hebu mpatie kila kitu. Surrender your plans. Mpatie ratiba zako. Surrender your marriage. Mpatie ndoa yako. Surrender your finances. Mwachie hela zako. Surrender your children. Mwachie watoto wako. Surrender your job. Mwachie kazi yako. Make Christ the foundation. Hebu Kristo apate kuwa msingi. Surrender all the plans at Jesus' feet. Mwachie mipango yote Kristo katika miguu yake. And when God starts for you, na Mungu anapoanza kwa ajili yako, he will finish it for you. Hakika atapata kukamilisha. But when we start alone, lakini tunapoanza tukiwa pweke, we fail on the way. Tutaweza kuotea pale njiani. Because we are limited. Maana sisi tuna upungufu. What God has started, anachoanzisha Mungu, he will finish. Atakamilisha. When God started healing the woman who was bleeding for 11 years, alipoanza kumponya yule mwanamke mwenye kuvuja damu miaka 12, it was one touch and she was healed. Alipata kumgusa na akapata kupona. When the 10 blind people came to him, wale vipofu 10 walipokuja kwake yeye, it was one touch and they got healed. Mguso mmoja tu na wakapata kupona. When God started building the foundation of salvation for human beings, Mungu alipoanza kujenga msingi wa wokovu kwa ajili ya binadamu, and Jesus Christ became the lamb on the cross, na Yesu akapata kuwa kafara katika msalaba, the whole story has been completed. Hadithi yote tayari imeshakamilika. The devil is a liar. Basi ibilisi ni muongo. He has made us to believe in ourselves. Amefanya tupate kujiamini sisi. He has made us to have our self-confidence. Sisi tuko na ujasiri wetu wa kibinafsi, and not God's confidence. Lakini tunakosa ujasiri wake Mungu. And we plan things because of our confidence. Na tunaratibu vitu kwa ajili ya ujasiri wetu wenyewe. And these things fail. Na haya mambo kweli yanasambaratika. They don't work.
hayafanyi haendi We bring mbele. up children on our confidence. Tunakuza watoto na ujasiri wetu. That I have made plans, good plans for my Ya children. kwamba mimi nina mipango bora kwa ajili ya watoto So wangu. they will go through education, have saved Na money. watasoma vizuri hadi mwisho. They will get their jobs. Watapata kazi. And all will be well. Na yote yatakuwa ni We reach sawa. on the way. Tunafika njiani. Our children become sick. Watoto wanakuwa wagonjwa. They lose their jobs. Watoto wanapoteza They ajira. become confused. Watoto wanakuwa ni wenye utata. We cannot plan for them. Hatuwezi kuratibu kwa ajili yao. Our confidence is in the Lord. Ujasiri wetu ni kwake Mungu. That he who started a good work in them will bring it to Alianzisha completion. kazi mzuri ndani yao watapata How many of you kuikamilisha. feel like walking out of your Ni marriages? wangapi ambao mnahisi mtoroke kutoka kwa ndoa? Because they have become a small hell. Maana ndoa yenu imekuwa sawa na hahera. If your marriage started with the Lord, Basi kama ndoa yako ilianza pamoja na Mungu, if God was the foundation of your marriage, ikiwa Mungu ndiye msingi katika ndoa yako, then he will bring it to basi completion. Mungu atapata kuikamilisha. Now ask me, Pastor, Basi mnaniuliza what mchungaji, will I do? nifanye nini? If there are plans I didn't make with God, Pana mipango ambayo mimi sikuratibu pamoja na Mungu. God says, Mungu anasema hivi, behold, I make new things. tazama nafanya mambo yote kuwa mapya. Behold, I make new things. Tazama nafanya mambo yote kuwa I mapya. want you to allow God to start a new thing for you. Hebu mruhusu Mungu aanzishe upya pamoja na wewe. Whatever you have reached, Haijalishi umefika wapi. God can give you a new beginning. Mungu atakupatia mwanzo When mpya. David failed because he saw beautiful Bathsheba Daudi alipootea baada ya kumwona Bathsheba and he mrembo, committed adultery na akafanya uzinzi, and he got discipline, na yeye akapata adabu. David cried and said, God, give me a new beginning. Basi Daudi ni mwenye kulia na kumwambia Mungu, nipatie mwanzo He was mpya. forgiven. Mungu ni mwenye And the kumsamehe. Bible says, Na Biblia inanena hivi, God says, David is a man after my own Mungu heart. anasema Daudi ni mwanadamu mwenye roho sawa na God can yangu. give you a new beginning Mungu anakupa mwanzo so mpya that he starts new things with you, ili uanze mambo mapya katika maisha yako, even unto salvation. hata hadi ufike wokovu. If your faith has been lingering, Kama imani yako imekuwa ikididimia, today you are hot, tomorrow you are cold. siku ya leo wewe uko moto na siku nyingine wewe ni Today baridi. I'm here, tomorrow I'm Leo here. uko hapa, kesho uko pale. Start with the Lord afresh. Hebu anza na Mungu tena. He will give you a complete victory. Atakupatia ushindi wa I milele. know many of us fall and wake up. Najua wengine wengi tunaanguka na You fall kunyanyuka. and woke up. Unaanguka na kunyanyuka. Even Samson fell. Hata Samsoni alipata kuanguka, And because of the love of power, na kwa sababu ya nguvu ya upendo wa his nguvu, eyes were removed. macho yake alipata kuondolewa. These days, Siku hizi men's eyes are not removed physically. macho ya wanaume hayatolewi halisi, But we have removed your eyes so that you cannot see anything except what we tell you. lakini hamuoni chochote ila kile ambacho sisi tunawaambia. God returned the strength of Samson Mungu alipata kurejesha nguvu zake Samsoni when he cried in the temple alipolia kwenye and hekalu, he held the pillars na akapata kushikilia and he minara, told God, na kamnenea now Mungu, that my eyes are removed sasa hivi sina macho and these people are laughing at na hao me watu ni wenye kunikejeli and mimi they are full in the temple like this, na wamejaa foleni hapa. give me my last glory, Hebu nipatie utukufu wa give me mwisho, my last strength. nipatie He nguvu za shook mwisho, the temple na ni mwenye and kutikisa all ile those people minara, went with him. na watu wengi waliondoka pamoja Don't na yeye. give up. Basi usikufe moyo. God can give you your last Mungu strength. atakupatia ushindi wa God mwisho. can give you your new beginning. Mungu atakupatia mwanzo mpya. Whatever you start with the Lord, Haijalishi umeanza nini na Mungu, it will come into completion Mungu ni mwenye even kukamilisha unto the day of the Lord, hata siku ya Mungu, so that we are all saved. ili sote tupate kukombolewa. Let us stand up. Hebu tutanyanyuka. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty thee. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at God's command, and so the sun will shine. We are going to sing number 38, the last stanza. Tutaimba wimbo nambari 38, fungu lake ni la mwisho. And if there is anyone here who feels like I want to start a new beginning with the Basi Lord, kama kuna mwenye anahisi ya kwamba nataraji mwanzo mpya,
The year has come to an end. Mwaka tayari unakamilika. But I want to start new resolutions with my God. Lakini nataka niwe na mwanzo mpya pamoja na Mungu wangu. And when starts a new work with me, na atakapoanza kazi iliyo bora ndani yangu, it will be a three-dimensional. Basi itakuwa ni kazi ya nyanja tatu. My spiritual, my physical and my social life. Kiroho, kimwili pamoja na kutangamana. When I get converted, nitakapoongoka, even my health changes. Hata maisha yangu na even my social life changes. Hata maisha yangu it is automatic that when you accept God, all the three dimensions will come into line with God. Utakapomuitikia Mungu, nyanja zote zitakuwa sambamba pamoja na Mungu. If you really want prayers to start and commit everything unto the Lord to give you a good finishing. Kama hakika unahitaji maombi na uanze na kumalizisha kila kitu pamoja. Space here in front. Pana nafasi kubwa hapa mbele. Let's sing number 3. Tutaimba nafasi fungu ni la 3. Nami kwa mkono wako naongozwa sawa, nipato nikusifupo, kukomba ni dawa, umenizingira nyuma. We don't have much time. Hatuna muda mwingi. If anyone needs special prayers to commit their plans to God, kama kuna mtu ambaye anahitaji maombi ya kipekee kwa ajili ya kumkabidhi Mungu maisha. If you feel you have been making plans alone but you want God to make plans for you. Umekuwa ukijipangia maisha lakini sasa hivi unataka Mungu akupangie. You want to remove all the plans and put them at the feet of Jesus. Unataka mipango yako yote uweke katika miguu yake Yesu. So that God starts with you and finishes with you. Ili Mungu apate kuanza pamoja na wewe na akamilike pamoja na wewe. It is your time to come up front. Wakati wako wa kuja hapa mbele. It is not good even small plans belong to God. Mipango midogo kuja hapa mbele. Even big plans belong to God. Hata mipango mikubwa wewe kuja hapa mbele. You want to start your marriage afresh. Unataka ndoa yako ianze vipya. You want to commit your job to God afresh. Unataka ajira yako ianze upya. You want to create new confidence in your Lord. Ungependa kuwa na ujasiri mpya kwa Mungu. So that you live a life without doubt. Ili uishi maisha yasiyo na shauku. Fully surrender your plans to God. Mwachie mipango yako yote kwa Mungu. And create full confidence in your God. Upate kuwa na ujasiri mlivyo katika Mungu. This is the God we are inviting you to. Basi Mungu ambaye anakualika kuja hapa mbele. The prayers, if you are walking up front, tuko karibu kuanza maombi. Kama unakuja hapa mbele ukuje kwa haraka. We are not calling baptismal candidates, we are calling people who want to start with the Lord and finish with the Lord. Hatuiti watu wa ubatizo, tunaita mtu ambaye anataka kuachia Mungu mipango yake yote. Those who want God to start a new thing in them. Ambao wana hamu ya kwamba Mungu aanze upya katika maisha yao. There is something where we want God to start a new thing with you. Kuna kitu ambacho unataka Mungu akuanzishie ukuje hapa mbele. There is something you want God to start afresh. Kuna kitu unataka Mungu akufanyie kipya. And that thing God will do it for you. Na hicho jambo Mungu atakutendea. And you are not going to struggle making plans, much plans for it. You surrender it at the feet of Jesus. Na wewe hautang'ang'ana kwa ajili ya kuratibu, bali utamwachia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Asante. Asante. Some people are still walking, you can see. Kuna watu ambao wanateremka kuja, tafadhali. Amen. We want to pray. If there is any pastor worshiping with us, please come. Kuna mchungaji. If there is any pastor worshiping with us, karibu tafadhali. If you want to come, you will be here with me. If you are in the congregation. Asante. Asante. May God help us so that we are not embarrassed when we have a Jesus. Ili tusipate kuwa na aibu tutapata kuwa na Yesu. The one who has started a good work in me will bring it into completion. Alianzisha kazi bora ndani yangu atapata kuikamilisha. Even my story of redemption. Hata hadithi yangu ya wokovu. Even my social life. Hata maisha yangu ya utangamano. Even of my physical life. Hata maisha yangu ya umwili. He who has started a good work. Alianzisha kazi bora. Even my marriage. Hata ndoa yangu. Even my business. Hata biashara zangu. Even my neighbors. Hata majirani wangu. Even my projects. Hata miradi yangu. He will bring it into completion. Mungu atakamilisha. Because he's a mighty God. Maana ni Mungu mkuu. I thank God. Namshukuru Mungu. Because he gives us new beginnings. Anatupatia mwanzo mpya.
can always start fresh with him. Sisi tutaanza upya na yeye. Pastor, welcome. Asante. Give a prayer and then I will finish. Let's believe and pray together. Almighty loving God, we are humbled because you have spoken to us through your servant, Pastor Sibia. We thank you, Lord, because you love your family, especially the church family, and our families at home. That's why you are our God, the Creator and the Savior of mankind. Thank you, Lord, because what is written in the Bible is very true, that your promises are always true. You have promised us in thy word that, Lord, your promises are true. They are yes and amen. Who can think of that, Lord? No one, because it's written. The good work you started in every individual, in every person, Lord, because you create that person, you have promised that you will bring it to an end, and the victory will be given to your name and given glory to you, Lord. Amen. My Father in heaven, your servant has spoken, not our message, because of your written message in the Bible. Amen. We don't want to take our words. Amen. Let us take thy word which he has spoken to us. Amen. Not our message, but your message to us. Amen. May this message help also to grow serving the entire union, Yes. together with our family. Amen. May this message also benefit Kisii Central Church, Amen. together with the visitors who came today to worship. Mm. Now that we have stepped forward to you, may we surrender our lives to you. Amen. From our hearts, that the good work you began, yes, in everybody's life, yes, Lord, bring it to an end, yes, and we shall replace you when you come and say, indeed, we have been renewed, and now we are with you for eternity, Lord. Amen. Now, as your servant also crowns the prayer, may the two prayers bring us closer to thee than before, as we look forward to join the new year and begin a new life in thee, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, for your servant's voice. You have said that we pray for one another and we support one another. In a special way, Lord, we have not come up front to show any human being, but we have acknowledging that, Lord, fulfill the good plans that you have set for everyone represented here in Jesus' name. We surrender all our plans unto your feet. We have walked through this life, but Father, today, we pray that you give us new beginnings. Give us a new vision. Start the foundation of our lives. Be the foundation of our health. Be the foundation of our finances. Be the foundation of our marriages, Lord. Be the foundation of our children. Be the foundation of our businesses. Be the foundation, Lord, of our jobs. Be the foundation of our faith. You know, sometimes, Lord, the challenges of life have made our faith to sway from east to west, north to south. But today, Lord, we say we bring them at the cross of Calvary. Because you have promised that that which you start will not be left on the way. You cannot abandon us. You bring our faith even unto completion, even unto the second coming. Those who have come in front here, there is something they are whispering to you. There is something you need to begin afresh for them, for their families and for everything. Listen to their prayers. See their acknowledgement. May you give them a chance to give a testimony that this day made a difference in their lives. Because, God, you answer our prayers. Even for those who are not able to come up front, because they have children where they are seated and many other things. Father, hear their prayers. Let us not open the year with our own powers and our new resolutions as individuals. Start with us and end with us. This far we have come with you. You have been faithful for us in the past. We have no reason to doubt you for the future. Thank you, Lord, for hearing our prayer. May our names be found in the books of life. For we pray in Jesus' name. Amen. Amen. May the Lord bless you and keep you. And end the year well, and Happy New Year. And God bless you. We are going to have our closing song.
Baada ya mahubiri mazuri, daraja 2 Home Church. Come for one song. Sikia anawaita Yesu, wakosaji wasipotee, wenye kulemewa na mizigo, kwake Yesu waitwa. Kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, kwangu aja yeyote, sitamtupa kamwe. Lynette, come. Come. Yeah, Lynette has come after prayers. And we are sorry she said, Pastor, you prayed for us, but for me, I'm giving my life for baptism. Asante. Lynette, where have you been worshiping? Basi atatuambia mahali ambapo alikuwa naabudu. Mimi nilikuwa naabudu katika kanisa la BH Nyamache, Masisi PH. PH Nyamache. And how are you here now today? Nimekuwa nikikuja kwa hii kanisa hii sasa. Mimi ni mgeni lakini nimekuja kama leo ni wiki ya 3. Wiki ya kwanza nilikuja nikakaa huko juu, nikaangalia, nikapima, nikaondoka tu wakati mkutano iliisha nikaenda. Last Saturday nilikuwa hapa, nilikuwa nimekaa hapa katikati. Kuna pastor mwingine naye alihubiri hapa,
alikuwa mwanamke, akagusa roho yangu sana. Na leo nimekuja, huyu amegusa roho yangu sana. Sasa siku yangu ni kama ilikuwa ya huyu mama. I'm sorry, you know, as pastors sometimes we forget. I gave a call for prayers, I didn't give a call for baptism. So amenifuata akasema, pastor, mbona ukisema wale wanapatizwa? So I want to thank God for Sister Lynette. Anyone who was forgotten like Sister Lynette. Labda kuna mwenye alikuja juu ya ubatizo na tukamsahau, hatukuunganisha hiyo kabla wafike. Tutaomba kwaya irudie tu stanza moja ili someone to joining Lynette. Lynette comes from Nyambera. So those, the home church of Nyambera, please stand on this side and welcome her and whoever also is coming. Can you do for us a stanza daraja mbili kwaya? So that kama kulikuwa na mwingine wa ubatizo, akuje tuombe pamoja. Okay, do the same song. The same song. Oh, you wanted to sing another one. You know, you are making us delay, whoever is on the machine. Yes. You can do without. Kama pia ulikuwa unajitoa kwa ubatizo, tafadhali uje tuombe pamoja na Lynette. And the leader of any home church which comes from Nyambera, come for Lynette. Kuna mwingine wa ubatizo? Kuna mwingine wa ubatizo? Tafadhali kama uko, just come where I'm standing. Kama kuna yeyote wa ubatizo pia, ukuje ili tuwaombe pamoja. Don't be scared. Praise the Lord. We have a man coming. God be praised. Kuna kijana bwana sifiwe. God bless you so much. Karibu sana kijana, Mungu akubariki. I need more. I have two already. I have a young man here. Nahitaji wengi ambao wanajitoa kwa ubatizo. Ana Lynette hapa. Anyone again for baptism? Yeyote ambaye angependa kupokea ubatizo You wakati are wako, welcome for prayers. tafadhali kuja kwa maombi. Anyone again for baptism? Ambaye Take your angehitaji courage. kupokea ubatizo, Asanteni. ni wakati wako. Anyone coming? Anyone? Yeyote ambaye angekuja hapa mbele kwa ubatizo. Let us pray. Tutaomba. Lynette and Fred. Lynette pamoja na Fred. Let us pray. Tutaomba. Heavenly Father, Baba yetu aliye mbinguni, it is a blessing ni mibaraka for Fred and Lynette kwa ajili ya Fred na Lynette who have given their lives for baptism today. ambao wametoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo siku ni ya leo. They have even said, Hata tayari wameshanena. they have been sitting at the back and coming slowly. Wameketi pembeni wakikuja kwa hatua. Father, we want to confess Baba, tungependa kukiri that the many times Lynette was here, she didn't find a friend. ya kwamba mara nyingi Lynette alipofika hapa hakupata rafiki. Sometimes we don't know he's a visitor. Wakati mwingine sisi hawatutambui wageni. Help us to open our eyes so that we can see. Tufumbue macho ili tupate kuona.
Today was their day. Leo ilikuwa ni siku yao. May they start a new beginning. Hebu wapate kuwa na mwanzo mpya. He who has started a good work in them will bring it unto completion. Ulioanzisha kazi iliyo bora ndani yao utapata kuikamilisha. Even unto eternal life. Hata katika maisha ya umilele. Bless this young man Fred. Bariki huyu kijana Fredi. Bless Sister Lynette. Bariki dada yetu Lynette. That Lord, they will walk with you all the way. Ili Bwana wewe pate kutembea pamoja na wewe siku baada nyingine. We pray in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Any elder welcoming us? Basi wazee wa kanisa ambao mnatukaribisha. Daraja mbili, you can take the visitors because yes, welcome them. They were yours. Mutakaribisha wageni. You can be adopted here. Basi and make sure you take care of them until they get baptized. Muwatunze hili wapokee I have committed the 2 souls unto you. Basi hizi roho mbili ni zenu. Make friends with them. Fanya urafiki na wao. Walk with them, ask for their numbers today. Tembea na wao, waombe nambari ya simu. These are your fruits. Hawa sasa ni vijana wenu. And may God bless you. Na Mungu apate kuwabariki. Asanteni. Asante. So the leader for Daraja mbili, make sure you nurture these souls. Basi utakuza hizi roho. We want to pray for this choir. Basi tungependa kuombea hii kwaya. Daraja mbili Home Church Choir. Kwaya ya Daraja mbili kanisa la nyumbani. How many are praying for them? Ni wangapi wanawafanyia maombi? That this is a wonderful home church. Hii ni kanisa la nyumbani ambao ni shupavu. Moro chinsimati barega. Gaki. Wamevalia nadhifu. Wangapi tutakuwa tunawaombea? Amen. So that they do a ministry for their songs. Ili wafanye huduma kwa ajili ya nyimbo zao. Singing is a ministry that will never end even up to heaven. Uimbaji ni huduma ambao hutakamilika hata tukifika mbinguni. We want to pray. Tunaomba. Heavenly Master, Baba yetu aliye tena mbinguni. We commit Daraja mbili in a special way. Katika njia ya kipekee tunawakabidhi kwaya ya Daraja mbili ya kwamba hii kanisa ya nyumbani. They have spent their time to come out with a choir. Imewagharimu muda kwa ajili ya kukuza kwaya. And they are committed to evangelize in their locality and everywhere. Na wamejitoa kwa ajili ya kuhubiri katika sehemu yao na kila mahali. Bless their voices. Bariki sauti zao. Bless their finances. Bariki hela zao. Bless their relationships together. Bariki mahusiano yao. So that they'll have unity to serve you. Ili wapate kuwa na umoja katika kukuhudumu. Open their ways for ministry. Hebu fungua njia kwa ajili ya kuhudumu. That which you have started well. Ulichoanzisha kikiwa bora. Will continue forever. Kitaendelea hata na milele. Even until the second coming. Na hata wakati wa kuja kwa mara ya pili. I know these voices will be singing for you. Ninajua hizi sauti zitapata kukuimbia wewe. Until the second coming. Hadi kurudi kwako mara ya pili. We dedicate them unto your presence. Tunawakabidhi katika uwepo wako. We dedicate their ministry for you. Tunakabidhi huduma yao kwako. Let your presence never leave them. Na uwepo wako usitoke mahali walipo. Walk with them forever. Tembea na wao milele. In Jesus' name I pray. Katika jina lake Yesu nimefanya kuomba. And disperse each one of us with your blessings. Na sote tuweze kuondoka na mibaraka yako. For the afternoon program. Kwa ajili ya kipindi cha jioni. We pray in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen. Amen. God bless you. Na Mungu apate kuwabariki. We were climaxing the year, so don't worry about time. We shall have time from January. Msijali, muda tutakuwa nao Januari. Next time we come in January, we shall preach for 20 minutes. Januari tutahubiri masaa 20. God bless you for loving me and being patient. Hallelujah. Asante kwa uvumilivu. Don't be scared to call us another time. Msiogope kunipigia simu tena. God bless you. Mungu afanye kuwabariki. Amen. Amen. Asante sana Pastor Sibia. Kuna tangazo moja ambalo najua tuna hamu kulisikiliza, kwa hivyo tutulie kidogo tu. Najua muda umeenda, lakini kwa utaratibu ili tuweze kuondoka kwa njia ambayo inamletea Mungu sifa. Tangazo la kwanza linatoka kwa Steve Miyienda. Steve. Amjambo kanisa. Kwa upendo mwingi tunawakaribisha. We want to eat a meal for all of us. Sisi sote tumekaribishwa lunch na tuna nyimbo nyingi sana wakati wa mchana. Mungu awabariki. Tangazo la pili, tafadhalini all heads of department dakika 5 peke yake. All heads of department dakika 5 peke yake hapa katika former white benches. All heads of department pamoja na viongozi wa home churches hapa. Tangazo la mwisho, John Ombui. Asante Elder. We will be having a music Sabbath next Sabbath. Kwa hivyo nawaalika nyote, na tuko na kwaya ya 26 inaitwa Congregational Choir. I want to thank the union leader Mama Sibia for the message. Na nikumwambia kwamba Central iko na kwaya nyingi.
kwa huduma. Akitaka kutumia any of them, she has the freedom to use it for the sake of the gospel. Nilikuwa naomba tafadhali, next Sabbath tutatumia alphabetical order to sing here as home churches. Alphabetical order from A to Z. Sasa kama uko hapo katikati unajua utaimba wapi. Number 2, wale wageni wetu ambao siku hiyo watataka kutoa any music instrument to the church, naomba tafadhali mahali mlipo ulete kile chombo kidogo kwa ajili ya ambassadors wetu na watoto wanaokuwa katika kanisa letu waweze kujifunza kukua musically. Promote that day as we finish the year in style, and God bless you. Within the week, do serious practice. Juu tutaimba a cappella. Kuweka ile huko, labda itakuwa siku hiyo. For the sake of nurturing and identifying talent. May God bless you so much as you prepare. 26 choirs on that day. I'll give a song for congregation, and it's supposed to be in a little while. We're going home. That's the congregational song. Kwa hivyo kama congregational choir, tujifunze siku hiyo tutaimba. God bless you. Asante sana Ombui. Tutamaliza. Wale ambao wako na magari tafadhali mtaondoka kwa haraka ili tuweze kupeana nafasi. Tuombe ombi la mwisho ndio tuondoke. Asante Mungu kwa ibada ya muda huu wa asubuhi. Tunapotoka sasa kupata kinywaji, tunaomba kwamba uandamane nasi hata mipango ambayo imesalia ya adhuhuri pia tunaikabidhi mkononi mwako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Asanteni, tuonane mchana. Wale ambao mna magari tafadhali mwende kwa magari mara ya kwanza kabla hamjaenda kwa chakula. Wale ambao mna magari